Huwezi kushinda, sauti nzito ilivuma. Kwa mara moja kuta za nyumba zilianza kugonga zenyewe, sakafu ikapasuka zaidi, na upepo mkali ulianza kuzidi. Julius alijikaza na kuzuia macho yake yasiondoke kwenye tukio hilo. Mzee Rubala, ambaye alikuwepo pale, alitoa mfuko mdogo wenye unga mweupe na kuutupa chini. Moshi mweupe ulienea chumbani, na kivuli kile kilirudi nyuma kwa maumivu. Sheikh Hamza hakupoteza muda, aliendelea kusoma dua kwa nguvu. Kivuli kilijaribu kumpinga, lakini kadri maneno ya kiroho yalivyozidi, kilianza kupungua nguvu. Lakini kabla hakijatoweka, kilitoa sauti moja ya mwisho. Mnafikiria huu ndio mwisho? Mmekosea. Tumekuwa hapa kwa miaka mingi, na damu zaidi itatolewa. Baada ya kusema hivyo, kilitoweka kwenye mlango wa nyumba kama moshi uliopeperuka. Nyumba ilitulia kwa sekunde chache. Brian alianguka sakafuni akiwa amechoka, lakini macho yake yalirudi kuwa ya kawaida. Beatrice alimkumbatia kwa nguvu huku akilia, "Mwanangu, mwanangu, Mungu wangu, umepona." Baada ya kila mtu kupata utulivu, Sheikh Hamza aligeuka na kumtazama mzee Rubala. "Nyumba hii ina siri kubwa zaidi. Inabidi tujue ukweli wote kabla ya kuondoka hapa." Mzee Rubala alipiga hatua mbele na kusema kwa sauti nzito, "Miaka 60 iliyopita, mtu mmoja tajiri alijenga nyumba hii juu ya makaburi ya zamani. Hakujali mapepo waliokuwepo. Aliamini kwamba kwa kafara ya damu angeweza kupata utajiri wa milele." Julius alishika kichwa chake kwa hofu. "Hivyo ina maana nyumba hii imejaa roho zilizotolewa kafara?" Mzee Rubala alitikisa kichwa. "Ndiyo, na ndiyo maana kila aliyekuja hapa hupatwa na mabalaa. Watu waliotangulia walitoweka, na majirani wengi walishuhudia mizimu ikizunguka usiku." Beatrice alipumua kwa kina. "Sasa tufanye nini? Hatuwezi kuishi hapa." Sheikh Hamza alitazama paa la nyumba akihisi bado kuna giza linalotanda. "Hii nyumba inabidi isafishwe kwa ibada nzito, ikiwezekana ichomwe kabisa." Julius ambaye alikuwa bado na mashaka aliuliza, "Ikiwa tutachoma nyumba, roho zitapata amani?" Sheikh Hamza alikaa kimya kwa muda, kisha akasema, "Tutajaribu, lakini giza hili ni kubwa zaidi kuliko tulivyodhani." Siku iliyofuata, Sheikh Hamza aliandaa ibada kubwa ya kusafisha nyumba. Alikusanya viongozi wa kiroho kutoka msikitini na kanisani ili kuhakikisha nguvu ya giza zinashindwa kabisa. Lakini kilichotokea wakati wa ibada hiyo kilikuwa cha kutisha zaidi. Je, nyumba hii itaweza kusafishwa au kuna nguvu kubwa zaidi inayoficha ukweli wa kutisha? Siku ya ibada ilipowadia, hali ya hewa ilibadilika ghafla. Mawingu mazito meusi yalitanda angani, upepo mkali ukavuma, na wingu la giza likazunguka nyumba ya kifahari. Sheikh Hamza hakutishika. Alisimama mbele ya mlango wa nyumba akiwa na viongozi wengine wa kiroho, mchungaji Moses kutoka kanisani na mzee Mwakalinga, mganga wa kienyeji mwenye maarifa ya jadi. Julius, Beatrice na wakazi wa kijiji walikusanyika kwa hofu na matarajio. Walijua kwamba hii ilikuwa nafasi yao ya mwisho ya kuikomboa nyumba hiyo kutoka mikononi mwa nguvu za giza. Sheikh Hamza alianza kusoma dua kwa sauti nzito, huku akizunguka nyumba akinyunyuzia maji yenye baraka. Mchungaji Moses alishika msalaba wake kwa nguvu akianza kuomba. Mzee Mwakalinga alitoa unga mweupe kutoka kwenye mfuko wake mdogo na kuanza kuutawanya pembezoni mwa nyumba, akizungumza maneno ya jadi ambayo hayakueleweka kwa wengi. Lakini ghafla ardhi ilianza kutetemeka. Kuta za nyumba zilitoa sauti nzito kama zinakaribia kupasuka. Mlango wa mbele wa nyumba ulifunguka ghafla kwa kishindo. Kutoka ndani, moshi mweusi ulianza kutiririka nje kama mto wa giza. Halafu sauti nzito na ya kutisha ilisikika kutoka ndani ya nyumba, "Hamtanifukuza kirahisi, hii ni ardhi yangu." Watu wote walirudi nyuma kwa hofu. Kutoka kwenye mlango wa nyumba, kimvuli kikubwa kilianza kuchukua umbo la mwanadamu, lakini hakikuwa cha kawaida. Kiumbe hicho kilikuwa na macho mekundu yanayowaka kama moto na mikono mirefu iliyojaa makucha makali. Mzee Mwakalinga alipiga hatua mbele, akiinua mkono wake juu. "Jina lako ni nani?" aliuliza kwa mamlaka. Kiumbe kile kilicheka kwa dharau, "Mimi ni roho ya kafara, damu ya waliokufa hapa ni yangu." Mchungaji Moses alikunja uso, "Shetani hana nguvu mbele ya Mungu. Leo ndio mwisho wako." Sheikh Hamza aliinua kitabu chake kitakatifu na kuanza kusoma kwa nguvu zaidi.
Wakati huo huo, mchungaji Moses aliinua msalaba wake na mzee Mwakalinga akatawanya unga wake wa kipekee angani. Kiumbe cha giza kilianza kupiga kelele kikijaribu kupinga, lakini kadri maneno ya kiroho yalivyozidi kupazwa, moshi mweusi ulikuwa ukitoka kwenye mwili wa kiumbe kile ulianza kuyeyuka taratibu. Ghafla upepo mkali ulianza kuvuma. Nyumba ilianza kutikisika kwa nguvu kana kwamba ilikuwa inajaribu kutetea. Kisha milango yote ya nyumba ilifunguka ghafla na kutoka ndani vilio vya roho zilizoteswa zilisikika kwa uchungu. Julius alishika mikono ya mke wake na mtoto wake kwa hofu. "Je, roho hizi ni nani?" aliuliza. Mzee Mwakalinga alijibu kwa sauti nzito, "Hawa ni wale wote waliokufa kwa kafara ndani ya nyumba hii, wanataka haki yao." Sheikh Hamza, mchungaji Moses na mzee Mwakalinga waliunganisha nguvu zao kwa mara ya mwisho. Sheikh Hamza alinyanyua mkono wake juu akisoma dua ya mwisho kwa sauti kali. Mchungaji Moses alipiga goti na kusema, "Kwa jina la Mungu tunakufukuza milele." Mzee Mwakalinga alirusha unga wake wa mwisho kisha akapiga kifimbo chake sakafuni kwa nguvu. Mara moja mwanga mkali ulipuka katikati ya nyumba. Kiumbe cha giza kilitoa ukelele mkali wa maumivu. Mwili wake ulianza kubadilika kuwa moshi mweusi, kisha ukayeyuka taratibu ukitoweka angani. Ndani ya sekunde chache upepo ulisimama, giza liliondoka, nyumba ilitulia, na kwa mara ya kwanza tangu ilipojengwa sauti ya amani ilisikika. Baada ya mapambano hayo, Sheikh Hamza aliwataka Julius na familia yake kuondoka mara moja. Nyumba hii imekombolewa lakini bado imejaa kumbukumbu mbaya. Si salama kuishi hapa tena. Julius alikubali bila pingamizi. Walikusanya mali zao na kuondoka. Siku chache baadaye, nyumba hiyo ilibomolewa kabisa kwa msaada wa wanakijiji. Ardhi ilisafishwa na badala yake uwanja wa wazi uliwachwa kwa ajili ya bustani ya jamii. Hakuna aliyejaribu kujenga tena mahali pale. Baada ya nyumba kubomolewa, watu wa kijiji waliripoti kuona mwanga wa ajabu ukipaa juu ya eneo lile usiku mmoja. Wengi waliamini kwamba roho zilizokuwa zimefungwa ndani ya nyumba hiyo hatimaye zilipata amani na kuondoka. Na kwa mara ya kwanza kijiji kilihisi utulivu wa kweli. Na huu ndo mwisho wa stori yetu.